Utaenda kuleta mkojo nipime ama utaendeleza maneno yako mengi? Haina haja ya kupaniki. Naomba kae chini nikueleweshe. KP, sijui hata kwa nini umekuwa na mashaka na mimi. Ila kiukweli mimi sio mjamzito. Nilifanya hivyo kama tu kupima mapenzi yako kwangu. Na kujua una lengo gani juu yangu. Na ni wasichana wengi sana hutumia hizo njia kwa wapenzi wao ili kutaka kujiaminisha. Vipi mpenzi? Kuna tatizo? Sawa, nimekuelewa. Simama. Patricia, umeona mlango ulioingilia? Naomba ufungue na uondoke. Na ukishaondoka hapa, sahau kila kitu kwamba uliwahi kuwa na mtu anaitwa KP katika maisha yako. KP, are you serious? Yeah. Niko serious na ninamaanisha hichi ninachokisema. Ondoka. Unaona ule mlango? Kabla dakika moja haijatimia, sitaki kuona hapa. Toka nyumbani kwangu na usije ukakanyaga tena hapa. Naomba ufungue na uondoke. Na ukishaondoka hapa, sahau kila kitu kwamba uliwahi kuwa na mtu anaitwa KP katika maisha yako. Oh, my love. Hapana. Njenje. Kwa sasa sihitaji tena mahusiano na wewe. Na nimekuja hapo kukuambia tusitishe haya mahusiano. Ni sawa kama wewe umeona hivyo. Na siwezi kutumia nguvu nyingi kukuuliza sababu ni zipi ikiwa wewe kwa sasa una akili timamu. Na hata nikisema nianze kuorodhesha hizo sababu, sidhani kama hata siku inaweza ikatosha. Upo sahihi sana. Na hiyo ndio maana halisi ya ubinadamu, kuwa na mapungufu. Ila kama yuko mtu anaamini kwamba yeye hana mapungufu, basi hilo ndio pungufu zaidi kubwa kwake kuliko lolote. Sawa, nikutakie siku njema. Ila angalizo. Patricia, wala huna haja kunipa angalizo. Naitwa Njenje. Ni kijana mwelevu sana. Na kitu kikubwa nilicho nacho, nawajua sana wanawake wa mjini. So, enjoy. Brown, kwa nini umenihukumu kwa makosa ambayo nilikuwa nishaamua kukaa nayo mbali?
No, siwezi kukubali. Nakupenda Brown. Mimi sikushauri kufanya hivyo, kwa sababu lengo lako lilikuwa ni kutaka kujua mwanaume yupi ni sahihi kwako. Sasa sioni sababu ya kuendelea kumng'ania sehemu ambayo tayari inajionyesha sio sahihi. Wanda, Brown alikuwa sahihi sana. Alafu ndo mwanaume ambaye nampenda. Kumbuka alikataa mimba kwa kuwa tu alitumiwa clip nikiwa na njenje. Kwa hiyo naamini bila hilo angekubali kuwa hiyo ni mimba yake. Naamini hivyo. Na amekuwa mara kadhaa akinitaka nimzalie. Pole sana Patricia. Kiumri umekuwa, ila nahisi bado hujajua wanaume. Mwanaume anaweza kukwambia chochote anachoona kinaweza kukupa furaha, ili kuilemaza akili yako tu. Kwa hiyo anataka kumaanisha nini? Sina ninachotaka kumaanisha, ila kama na hilo hujanielewa, kwa sasa nakushauri tulia na Kakoso ambaye ndiye kalipokea hilo jaribio lako. Ila sio chaguo langu. Ndoto yangu ilikuwa kuishi na Brown. Labda tu nimwambie ukweli. Kwa nataka kufanya jaribio ili kujua upendo wake kwangu. Na sio kwamba ni mjamzito. Basi sawa, fanya hivyo. Bwana shemeji, nakumbuka mdogo wangu Shami alipokuleta kukutambulisha, nilikuuliza maswali mawili ya msingi sana na ulinijibu vyema sana. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, hizi sababu anazonieleza Shami ni hizo hizo ama kuna sababu nyingine? Maelezo yako nadhani hayajitosheleza zaidi. Yeye amekwambia sababu zipi? Okay. Shami amenieleza kwamba wewe una mwanamke mwingine tofauti na yeye. Na sio tu kwa na mwanamke. Huyu mwanamke wako umempatia ujauzito. Na ukamwambia kwamba unahitaji upate muda mwingi zaidi wa kuilea ile mimba. Na ndio sababu ya wewe kuachana na yeye. Hii ipoje ishe? Ipo hivyo. Kwa hiyo ni sahihi kwamba ninyi mmeachana, sio? Ndio. Unajua bwana shemeji, mpaka mimi kufikia uamuzi wa kutafuta mwanamke mwingine ni baada ya kugundua kwamba Shami ana mwanaume. Na nilipojaribu kumhoji kwa kina, alidai kwamba yupo naye kwa ajili ya manufaa yake binafsi. Sasa kama ungekuwa ungefanya uamuzi gani? Shami, hiki anachokisema bwana shemeji ni cha kweli ama? Ni kweli, ila mimi nampenda Kakoso. Naye analijua. Mimi nafikiri mna mjadala mwingine zaidi. Shemi, unaweza kwenda. Samahani kwa usumbufu. Siku njema. Sasa mbona umemruhusu aondoke? Akati tujamaliza maongezi. Wewe kelele wewe. Funga huo mdomo wako. Hivi kwa mfano ungekuwa mimi, ungetoa maamuzi gani labda hapa? Nimefurahi sana leo bibi. Acha nimefurahi. Kweli. Triumph love. Triumph
Baby. Huyu ni nani? Mbona kashtushwa na alivyotuona? Huyu ndo yule nilikuwa disia. Na mimi nashangaa kwa nini yuko hapa. Kabisa. Aha. Okay. Take care. Wewe sijua. Sijua nini, mimi niko makini zaidi. Ondoa shaka kabisa. Sasa na baadaye basi acha mimi nikajiandae. Sawa. Ndio. Bye. Kwani nini ilikuwa lengo la mpango wako hasa? Maana huenda sikukuelewa vizuri. Hivi unahisi nilikuwa na mategemeo gani kama pepo ya Brown? Na hiki ambacho nimekiona hii leo. Ni vyema kwanza ungejibu swali langu. Kisha ndo tukalijadili hilo la Brown kuwa na mwanamke. Nampenda sana Brown. Alijifanya ananikomoa. Kumbe tayari alikuwa na mwanamke mwingine wa kando. Kwa hiyo kosa alilokwambia na lililomfanya ikatae mimba hakuwa sawa? Hata kama, yani hata wiki haijaisha, yeye tayari kashampenda mwanamke mwingine na kampata. Turudi kwenye swali langu. Nini ilikuwa lengo lako la kufanya jaribio la mapenzi kwa wanaume wako? Kipo situkijua Wanda. Zaidi ya kutaka kujua yupi ambaye ananipenda kiukweli. Basi mwanaume anayekufaa kwa sasa ni Kakoso. Chunga na punguza tamaa, usije ukampoteza na huyo. Achana naye. Mpuuze sana huyo. Unajua ni aina ya wanawake ambao hata umpe kila kitu anachokihitaji bado hatolizika. Najuta kabisa kumsogeza katika maisha yako. Akuwa aina ya mwanamke ambaye anakufaa. Kipala. Kwa hiyo unataka kuniambia siku zote hizo za urafiki wenu hukuwahi kujua ana tabia kama hii? Kaka. Mwanamke ndio kiumbe cha kwanza aliyekutana na shetani kwa macho mawili. Unaweza ukamchukua mwanamke ukamtia ndani, ukamlisha, ukamvisha na ukamuoa, yani mambo ya pingu za maisha. Lakini anaweza akatoka hapo akaenda kutiwa mimba na mwanaume mwingine wa nje na usijue. Sembuse mimi rafiki yake. Hilo nalijua. Sasa hivi kwa nini kwa sasa kila anapoweka mguu na wewe upo? Chochote anachokifanya na wewe unakijua. Hii imekaaje? Ako mimi nafanya tu kama wewe bosi wangu au rafiki yangu, mtu wa karibu. She is new best friend. Na ona hichi nilichokifanya ujue kimesaidia. La sivyo ulikuwa unalea mtoto sio wako. Nimekuelewa kwa hilo. Ninachohitaji kuanzia sasa, sitaki uniletee taarifa zozote kumhusu yeye, kwa sababu tayari nimeshajiridhisha juu ya tabia zake. Na mimi hilo ndo lilikuwa lengo. Ila kwa kuwa umeingia kwenye mfumo, hilo ndo shaka. Anytime and everything, you are not your taarifa, I'm for you. Nashukuru kwa hilo. Sasa wewe endelea na majukumu yako ya kazi. Sawa tajiri, lakini vinaumiza sana. Okay. Hivi Wanda, lengo la Patricia lilikuwa ni nini hasa hadi kuniambia kwamba alikuwa ni mjamzito? Hakuna nia zaidi ya kutaka matumizi zaidi. Matumizi kivipi hapa? Hivyo unajua, baada ya wewe kumwamini Patricia kwa ana mimba,
unadhani matumizi uliyokuwa unampa awali yatabaki kuwa pale pale? Kwani kuna tofauti gani kati ya matumizi ambayo nilikuwa nampatia awali kabla ya kuwa na mimba na matumizi ambayo ningempatia kipindi akiwa na mimba? Pole sana. Ila kama ukijua mwanamke wa mjini akikwambia ana mimba na matumizi yanakuwa juu. Kwa sababu leo atakwambia siliwali, kesho atakwambia naumwa. Kwa hiyo kwa ufupi alikuwa aridhiki na kile ambacho nilikuwa nampatia. Bora hata angekuwa riziki. Ila yule ana mambo mengi. Na mengine sioni hata sababu ya kukwambia. Na sijui ni kwa nini ameamua kufanyia hivyo. Okay. Tutoke nje ya mada kidogo. Wanda, upo kwenye mahusiano? Funga macho kidogo. Why? Just a moment, trust me. Try a flow, try a flow, try a flow, try a flow. Leo sitaki maelezo mengi sana. Inabidi kila nilichokiandaa hapa leo umalize. Jamani mume wangu, nawezaje kumaliza hivi vyote na hii hali yangu? Mimi sidhani kama kuna tatizo. Unajua, Patricia, mtoto anahitaji lishe bora. Na ili hata tutakapojifungua basi mtoto atoke na afya. Ili liweze kutimia, inapaswa ule chakula ambacho kinaweza kukupa afya. Na chakula chenye ndo kama hichi. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Asante kwa kunipa nafasi kama mke katika maisha yangu. Nakupenda sana Kafasi. Kipenzi changu, hauna haja ya kujieleza sana. Mimi nafahamu wewe. Unajua mpaka ukiona mwanamke anachukua hatua ya kuweza kukubebea ujauzito, basi huwa ni upendo na si kitu chochote kile. Hakuna mimba bahati mbaya kwa mtu mzima kama wewe bwana. Maskini Kakoso. Laiti ungejua kuwa sina mimba. Sijui nifanye nini ili kuitunza hiyo furaha yako. Sasa inakupaswa kila siku upate matunda kama hivi. Ulaji wa matunda unamfanya mtoto wewe na upeo mkubwa sana. Na kuifanya akili ikomae. Hivyo jitahidi kila siku unapata matunda. Ili utakapojifungua mtoto wetu awe na akili kama babake. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Tumekubaliana umalize yote. KP, mimi ni mtoto wa kike. Nina akili kuliko unavyodhania. Siwezi onyesha udhaifu wangu kwako mapema kiasi hichi. Ili ugundue leo. KP, muda wako unakuja. Wewe kwangu ni kama mkate.
Na mimi ni chai. Tanganyika unavyotaka mimi. Mbona simu yangu ushiki? Sikuisikia, nilikuwa kwenye boda. Na ulipofika hapa misiku yangu kuiona? Sina hata dakika 5 nimefika hapa. Kwa hiyo hata simu sijaitoa kwenye pochi. Vipi? Kuna tumaini lolote juu ya mpango wetu? Ndiyo. Ila nahitaji muda ili kukamilisha hili swala. Kwa sababu ndo nimeanza harakati za kuisaka hiyo pesa. Sawa. Wewe endelea kupambana. Maana mimi nahisi kwa upande wangu njia zote ambazo nimezitegemea kama zimefeli. Sengwa. Hivi ni kwa nini unakuwa mwepesi wa kukata tamaa kiasi hiki? Sio kukata tamaa. Huu ndo uhalisia wa mambo jinsi yalivyo. Ni hilo tu ndio kufanya uje hapa au kuna kitu kingine? Patricia, kwani kosa langu hasa kubwa ni nini mpaka unahisi naweza kuhukumiwa kiasi hicho? Hivi nikuite kipala, shemeji au ex yangu asiyejielewa? Patricia, sasa haya yote yanatoka wapi? Na kuhusu hilo swala la shemeji, hebu kwanza hilo naomba ulitoe. Pia Brown ana mpango kabisa wa kurudiana na wewe. Na hilo la pili, kwa ex wako sijui nisojielewa, unanikosea sana Patricia. Unanikosea. Basi acha nikuite kipala, maana ndio jina ulilonitambulisha siku ya kwanza ulipokutana na mimi. Alafu nisikilize. Mimi kuachana na Brown bado haijawa sababu ya kurudiana na wewe. Kwa hiyo huoni kabisa umuhimu wa upendo wangu kwako. Kwani wanawake mnataka nini jamani? Kama upendo nao tena mkubwa juu yako. I love so much Patricia. Nakupenda. Kaka, najua sio vizuri kuingilia mambo ya kifamilia, ila kama mdogo wako sina budi kulisema hili. Lipi hilo? Na linamhusu nani? Bila shaka Patricia alikwambia ni mjamzito, sio? Wewe nani alikwambia kwamba Patricia ni mjamzito? Swala la nani kuniambia, sidhani kama lina mashiko sana. Isipokuwa lenye mashiko ni ili Patricia kwa mjamzito. Sawa, nakusikiliza. Patricia sio mjamzito. Try a flow, try a flow, try a flow. Try a flow, try a flow. Try a